Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa kuwasikiliza, nimewafuatilia sana. Amen. Na nimeona sana, nimepata swali limetumana kwangu kwa my number. Yes. Ni vizuri niliseme mulisikilize. Oh. Okay, sasa ameuliza. Yes. Kuna vile mtu amesikia, ametoa. Alafu ameambiwa maybe na Mungu atoe kwa sababu kwa ajili ya kitu chake fulani. Tuseme maybe ni healing, ama ni marriage, na alipotoa hiyo sadaka ametoa kwa Mungu, mambo yakawa mazuri. Unamuambiaje mtu kama ni mentality ya sawa yenye ametoa nayo, ama manake alipotoa kweli mtoto alipona, alipotoa kweli marriage ikapona? Asante kwa hiyo. Hiyo utaielezaje mchungaji? Aha. Maswali, asante. Swali kama hilo nitalijibu. Asante sana Pastor Lilian. Asante, Mungu akubariki sana kwa hilo swali. Kabla ya kuchukua simu nyingine nataka kulijibu. Unaona swali nzuri sana. Na hili ni swali ambalo mara nyingi linafanya hata a leader, spiritual leader, anaweza kuwa confused. Sababu sasa anauliza, je, kama nilifanya hivyo na nikapata, unanipatia ufahamu gani? Asante sana, wazo nzuri, swali nzuri sana. Najua wengi wako na maswali hayo wakisema huyu mchungaji ni kama elewe ya kwamba yes giving iko na nguvu. Thank you. And hapo ndipo mahali ambapo kama hauna a good spiritual leader ataanza kukufanya you worship the thing ambayo imetendeka, worshiping the creature instead of the creator. Bika kwa namna hii ya kwamba ukiona umeambiwa na Mungu utoe na ukaona umebarikiwa, it is not the giving that has blessed you, it is the obedience. It is the obedience that has blessed you. So hawezi kuendelea tena kugive without obeying. That's why akasema obedience is better than sacrifice. You give sacrifice as commanded. You don't make sacrifice to be a ritual thing. Ile kupeana sasa huwezi kufanya kwa ritual, kwa sababu kesho utaambia watu wengine mimi nilitoa nikabarikiwa. Toa ubarikiwa, na wewe ulisikia sauti, huyu unataka kumsikilizia sauti ambaye hajaambiwa. So inaanza ku bring a religious thing. And that's why ukicheza kanisa la Mungu ambalo alilifanya kuwa ni kanisa la Kristo linakuwa religious church. God speaks to command you to see if you obey. And that's why pale tukianza ile podcast tukasema ya kwamba ile sacrifice, the problem was not with the offering ya shambani. Problem was na ya Mungu kwa Kaini, alipeana kitu, lakini problem ilikuwa na heart ya Kaini. Ukiangalia the giving ambaye Anania na Safira waliokuwa naitoa, they gave money, lakini their hearts were deceptive. So it's not about giving. God is dealing with the issue of the heart when it comes in place of giving. That's why anasema he gave his only begotten son, so that you can understand giving is all about the true voice of God, the nature of God being formed in you. Sasa wakati unasikia mtu ameambiwa toa ili upokee na akapokea, it's not about the giving, but it's about the obedience that you make God to be your master and not that money. Umebaki na 1,000 kwa mfuko, alafu hauna chochote, alafu unasikia Mungu anakuambia toa hiyo yote. Sasa mtu mwingine anasema nilivyotoa nilibarikiwa. Ile kutoa ulivyotoa ilikuwa ina create room ya kusema I don't trust 1,000 now, from now I will not trust 1,000, I take it off. Imekufa kwako ili ubaki na mawazo ya Mungu. So ukibaki na ile wazo la Mungu ni Mungu peke yake ndiye anayeweza. Mungu peke yake ndio provider. Sio hiyo, tayari God's presence inakuja. So wakati imekuja, you're not supposed to remain there. Unaona? Haupaswi kubaki pale kwa kile ulichopewa. Unapaswa kurudi kwa yule aliyekupewa, uendelee kumunderstand. Ndio maana Yesu akasema mmenifuata kwa sababu mlikula mkashiba. So wakati umepewa unaweza mfuata Mungu kwa sababu unataka tena kutoa upewe. So umfuata kwa sababu you want to feed yourself. You are not following him to feed yourself with him. Yaani haumfuati kulishwa na yeye, kukula neno lake na ufahamu wake. Sasa unamfuata kwa sababu ya material gains. So inakuwa hatari wakati you are blessed by material things and then those material things become your wisdom. And that's why ndio hapo anasema Adam, mtu wa kwanza, alitengenezewa bustani, everything was there, blessings were there, but he missed the point. He loved the blessings and the wisdom consumed him and he missed the connection with God. Masaa Mungu anakuja akamkosa mali yupo. So unaweza kuwa kweli uko na hizo mali,
lakini ukashindwa kuelewa. Mungu alipokupatia hakukupatia wisdom yako ibaki huwa napeana ndio nipewe. No, you give yourself so that you can become like him, not to be controlled by that. So you give something so that kuonyesha kwamba that thing does not rule me, God rules me. Ndio maana sadaka zilipotolewa zilikuwa zinatolewa ziteketezwe, sio kwamba Mungu alikuwa anakula kitu. Uteketeze onyesha kwamba hiki kitu giving to God, unateketeza yani kwamba giving to God umetoa kwako ili you give yourself to God. It is not that thing. That thing is a sign ya kwamba ilikuwa inakuhold, so you are taking it out so that you can give your heart to God. Mungu apate nafasi ya nini ya kuongea, because many are deceived by what they hold. Ndio maana tajiri akaambiwa toa hiyo, kama unataka toa hiyo mali yote upae maskini unifuate. Alishindwa kumfuata. Sasa ilikuwa makusudi si kutoa barikiwe, maana alikuwa analenga labda kama angeambiwa atoe ile alafu atapewa zaidi angetoa. Lakini alivyosikia ni kutoa alafu kumfuata tu, what is the benefit of just following him? Ndio akaona hivyo, kwa sababu haku understand kwamba the true benefit is him being recreated and becoming somebody else. It is deeper, but I believe someone